Mzigo unafunguka, tunamuona mshikaji wetu hapo anaitwa Duke. Yeye alikuwa ni mlinzi wa getini. Siku hiyo alikuwa anamfungulia sister Olivia mlango. Sister baada ya kuingia tu akamchapa kibao. Akamuuliza, "Mbona umenipiga kibao?" Akasema, "Kwa nini ukuruhusu taxi ingie ndani? Umefanya nishishwe nje. Kwa nini?" Akasema, "Kwa hiyo kosa langu mimi ndio hilo mpaka unipige kibao." "Ndio nimekupiga kibao, lakini pia ni maskini." Ni maskini, ni mlinzi tu, upo tu hapa. Alafu mimi ni mtoto wa CEO na ndio maana nikaamua nikupige kibao. Hasa wakati anaendelea kuzungumza, kumbe bi mkubwa, mama huyo dada Olivia alikuwa yupo karibu. Kwa akasogea pale akamchapa kibao mwanawe. Akamwambia, "Kwa nini unakuja unatukana na wafanyakazi wangu na kuwapiga?" Wewe una maisha gani wewe mwanangu? Mbona unakuwa kama mnyama? Duke, si amekupiga huyu? Naomba mrudishie. Jamaa akasema, "Madam, naogopa, siwezi kufanya hicho kitendo kwa sababu mimi sijafundishwa kupiga mwanamke." Akaambia, "Unaona wenzako hao. Hao ndio watoto ambao wamelelewa, watoto ambao wana adabu, lakini wewe mwanangu, yani sijui kama nimekuzaa mimi, yani sijui nimebadilishwa hospitali wewe. Hebu tuondoke huko." Mzigo unaitwa Love at the Gate. Mimi naitwa Mustafa Mtupa na hii hapa ni Digital Recap. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare na kulike kadri wezavyo. Mlumbi hapa ngome kongwe, mtoto wa mkulima, mumuzi wakati mviziaji. Tuanze mwanzo kabisa. Dunia sasa ni kijiji na mambo yamebadilika, na ndiyo maana kampuni ya Brown Halotel Bando wanakuletea bando kitonga za Halotel. Jipatie GB 6 kwa shilingi 7,000 zinazodumu kwa wiki mbili, GB 13 kwa shilingi 13,000 mwezi mzima, na GB 26 kwa shilingi 25,000 tu mwezi mzima. Utaratibu ni rahisi sana. Piga au tuma ujumbe WhatsApp kupitia namba ya simu ya 0615 50 13 52, kisha unachagua kifurushi na baada ya dakika 2 unaungwa. Brown Halotel Bando, huko hakuna kuzimazima data. Pazia linaanza, tunamwona huyo bi mkubwa hapo anaitwa Mrs. Ati. Sasa siku hiyo alikuwa amekuja kumwamsha mwanawe hapa, akamwagia maji. Sita anashtuka, anambia, "Mama, nini kinaendelea? Mbona unimwagia maji kitandani?" Akasema, "Saizi wenzako hapo kazini wanafanya kazi. Wewe upo ndani hapo ufanye chochote." Akaambia, "Mama, nishakwambia mimi sitaki kufanya kazi. Wewe mama yangu ni tajiri. Baba yangu amefariki lakini ameacha utajiri mkubwa sana. Kwa nini niende kufanya kazi? Si bora niendelee tu kuenjoy pesa ambazo nyinyi mmezitafuta kwa jasho lenu." Akasema, "Unataka kufanya kazi?" "Ndio, sitaki kufanya kazi." "Sasa nakwambia nitakuonyesha. Tumekuwa jeuri sana. Nafikiri ukienda kazini utajifunza namna ya kutengeneza hela, utajifunza namna ya kuheshimu watu, lakini si umekataa, basi utaona nitakachokufanya." Kwa pale baada ya hapo sister anatoka nje hapo, anakuta gari lake alipo. Akamuuliza huyo mlinzi akamwambia, "Mama yako amesema kuwa hutakiwi kuendesha gari, kwa hiyo amekuja dereva hapa amelichukua gari na kuondoka nalo." Akamchapa kibao, "Kwa umeruhusu gari langu liondoke au umefungua geti?" Sasa mzee watu sijui amekosa nini. Na baada ya hapo akampigia simu mama yake. Bi mkubwa akamwambia, "Na hapo bado, yani ndo kwanza nimeanza kampeni yangu. Mpaka utakubali kuja kufanya kazi na uache hiyo jeuri yako. Yani wewe kila mtu unayemuona unamdharau, unampiga, unafanyaje? Yote ni kwa sababu nimekulea vibaya. Sasa imetosha kukulea hivi mayai. Inabidi uanze kutafuta nawe uone uchungu wa kutafuta pesa na uchungu wa namna ambavyo watu wanahangaika ili kupata mkono wende kinywani." Wakati mwingine tunamwona sister anamfuata bi mkubwa wake hapo akiwa anakula, kapiga meza, kaambia, "Sina bando langu limenishia na siwezi kujiunga kwa sababu wewe umefroze akaunti zangu zote za benki na siwezi kutoa pesa, siwezi kufanya chochote." Bi mkubwa akamlamba kibao, akamwambia, "Wewe hata kama ikiwaje mimi bado ni mama yako. Kuwa na heshima. Kwa nini unakuja hapa wanipigia meza wakati tunakula? Mpuzi wewe." Sasa nakwambia hiyo ni mwanzo tu, bado nitaendelea kufanyia zaidi ya hapo. Sasa sister baada ya kuona hali imekuwa ngumu, sasa kesho yake ndo hapo akaamua kuja kazini. Sasa wakati ameingia, kwa sababu alikuwa amekuja na gari ya kawaida, gari ya Uber, ikabidi jamaa amwambie kuwa inabidi ashuke alafu aingie hivi asimfungulie gate. So sister akawa amechukia. Baada ya kuingia tu hapo akamchapa kibao. Akamuuliza, "Mbona umenichapa kibao?" Akasema, "Nitaendelea kukuchapa zaidi kwa sababu huna adabu. Kwa nini mimi mtoto wa CEO unaruhusu nishushiwe nje? Kwa nini?" Sasa wakati tunazungumza bi mkubwa kumbe alikuwa amesikia makelele ametoka hapo, akamlamba kibao mwanawe, akamwambia, "Kwa nini unakuja hapo unatukana wafanyakazi wangu? Unafanya vitu vya ajabu. Nishakwambia ipo siku utakuja kujutia." Na unashaanza kujutia. Sasa wewe Duke, hebu mrudishie. Duke akawa amekataa hapo, akasema, "Siwezi kupiga mwanamke." So baada ya pale akaingia naye hapo ofisini. Baada ya kuingia ofisini akamwambia, "Nionyeshe basi ofisi yangu, sema kufanya kazi." Bi mkubwa akapiga simu. Baada ya kupiga simu unayemwona anakuja hapo ni Duke. Duke baada ya kuingia amekuja na uniform. Akamwambia, "Hizi hapa ni uniform ambazo utakuwa unavaa." Akamwambia, "Mama, yani mimi niwe mlinzi kwenye hii kampuni ya baba yangu?" Akasema, "Ndio hivyo, itabidi uanze kwenye hiyo level." Akasema, "Kampuni ya baba yangu mimi nitegemea nije hapa nije kuwa MD, kuwa sijui mfanyakazi huko mwenye cheo kikubwa, naambia niwe mlinzi." Akasema, "Kama huna experience itabidi ufanye kazi za ajabu mpaka pale utakapopata experience, alafu ndo nikufanye uwe kwenye vyeo vikubwa." Sister akasema, "Siwezi kufanya hilo jambo." Akatupa ma uniform pale akawa ameondoka zake. Baada ya hapo tunaona mshikaji wetu hapo Duke akiwa na rafiki yake Jeff. Akawa anamwambia, "Ni uwezi amini, yule madam amemleta mwanawe eti afajaje kufanya kazi chini yangu, yani chini yangu mimi, aje kuwa mlinzi pale." Yani nimeshangaa kweli kweli yani. Alafu sister alivyokuwa na adabu, amefika tu akanichapa kibao. Lakini kama atakuwa anafanya kazi chini yangu, nitamuonesha, atajuta siku hiyo. Sasa huko huyo sister Olivia ikabidi aje kuongea na rafiki yake Evelyn. Akamweleza, "Bwana, bi mkubwa wangu amenipeleka kwenye kampuni, eti anataka niwe mlinzi. Kwanza nilishakataa kufanya kazi. Mbali ya kukataa kufanya kazi, naenda kujaribu kufuata kile ambacho ameniambia. Anifanya niwe mlinzi. Kitu gani hicho? Mimi siwezi kufanya hiyo kazi." Huyo Evelyn akamshauri akamwambia, "Kwa sasa akaunti zako zote zimekuwa froze. Una chochote hapo, una pesa, una chochote. Kwa kubaliana naye tu kwa hiki kipindi wakati unajiandaa, pengine utapata kazi sehemu nyingine." Akamwambia,
Akamwambia unafikiri hivyo? Nafikiria hivyo, kubali tu. So sister akawa hana namna. Kesho yake hapo amekuja ofisini, ameshuka kwenye gari la bi mkubwa wake alikuwa amekuja naye. Sasa ikabidi ndo aende kwa mshikaji kwa sababu yeye ndo atakuwa bosi wake. Yaani jamaa huyo mlinzi atakuwa ndo bosi wa huyo mtoto wa bosi. Sasa baada ya kufika hapo akamwambia nimekuja nionyeshe kituo changu cha kazi. Akamwambia watu wakikutana asubuhi lazima kwanza wasalimiane. Akasema nikusalimie wewe kama nani? Akasema inabidi unisalimie kama bosi wako. Mimi ndo head wa department ya ulinzi hapa. Kwa hiyo inafaa unisalimie kabla kitu chochote. Akasema siwezi kukusalimia. Alafu akawa ameondoka. Amekuja kwa bi mkubwa wake hapa akamwambia yule mlinzi ananiambia nimsalimie ili aniambie mambo ya kazi. Mimi nimeondoka. Akamwambia yule ni bosi wako kuanzia sasa. Kwa hiyo unapaswa kufanya kile ambacho nakuambia. Akamwambia mama, kwa hiyo wewe unamsupport? Ndio namsupport. Inabidi ufuate kile ambacho amekuambia. Kwa hiyo sister akawa na namna, ikabidi aje hapo kwa mshikaji akamtolea salamu, na baada ya kumtolea salamu jamaa akamletea uniform zake akamwambia hizi hapo utaenda kuvaa hapo, alafu itabidi uanze kazi rasmi. Ametoka hapo mshikaji kama amecheka sana. Yani wewe Mr. Du umevaa uniform leo za ulinzi na madigrii yako yote. Akamwambia kwa nini unacheka? Akasema hapana, cheka tu, zimekupendeza kweli. So jamaa akaanza kumsomea kesi pale. Mimi ndio head wa security hapa, inabidi unisikilize na kufuata kile ambacho mimi nakwambia. Sister akamwambia unajua nini, hii kampuni ni ya baba yangu mimi, ipo siku nitakuja kuwa CEO hapa alafu nitakuonesha. Akamwambia tukizungumza kiuhalisia, ili uje kuwa CEO unahitaji zaidi ya miaka 10-15, na mpaka kufikia wakati huo pengine mimi nitakuwa nishapata kazi sehemu nyingine na maisha yangu yakawa yanaendelea. Sasa baada ya kuwa amemaliza kazi siku hiyo, bi mkubwa akawa anataka kuondoka pale. Sister akamfuata akamwambia wewe vipi? Akamwambia nataka ndio niondoke na wewe mama. Akamwambia hapana, uwezi ukaondoka na mimi, inabidi ukae hapo mpaka muda wako wa kazi uishe ndio uondoke. Akamwambia mama, lakini mimi sina pesa ya kupanda gari. Akasema mimi sijui hilo, inabidi upambane. Kwa akamwambia akanifungulia geti. So sister akaenda akafungua geti, baadaye bi mkubwa akawa ameondoka zake. So jioni sister akabidi aanze kutembea kutoka pale kazini mpaka kufika sehemu ambayo anaishi, na wakati anatembea mshikaji naye alikuwa nyuma yake kwa sababu walikuwa wanaenda direction moja. Sasa hii siku sister ilibidi aje kulinda usiku kwa sababu walikuwa na shift ya usiku. So ameingia hapo, mshikaji akamwambia nasikia ulikuwa umekataa kuja kulinda usiku, naona umekubali. Akasema hebu niambie wewe una shida gani na mimi, mbona kila siku unaniattack tu? Akamwambia au una wivu na mimi au unataka kunifanyia kitu kibaya ndio maana umetaka uje kulinda na mimi usiku hapa? Akamwambia hapana, niwe na wivu na wewe kwa kipi? Au niwe nimevutiwa na wewe kivipi? Yani una kitu gani? Una chochote hapo ulipo? Akili una, pesa una, ulichokuwa nacho hapo ni kutumia tu pesa za mama yako basi. Hakuna chochote ambacho unakiweza, na hata ukija ukipewa hii kampuni mama yako ikitokea amefariki basi lazima itafilisika tu kwa sababu una akili ya kuiendesha. Sister pale akasema hebu acha nikabadilishe nguo. Akaenda kabadilisha nguo, hapo anakaa analinda. Sasa sister amevumilia, imefika saa 6 saa 7 hivi naenda saa 8, akaona hapana, mimi siwezi kuendelea kulinda hapo kwa sababu usingizi umembana. Analala kwenye kiti, kanyanyuka akaenda zake kubadilisha nguo. Mshikaji anamwambia unaenda wapi? Akamwambia naondoka, naenda nyumbani. Akasema huwezi kuondoka saa hizi. Akamwambia hapana, naondoka. Sister akawa ametoka pale anaondoka zake. Sasa mshikaji kibidi amfuate kwa sababu ilikuwa ni hatari. So hapo barabarani wanagombana, kwa bahati mbaya kuna gari kaa anatokea hapo kwa nyuma. So mshikaji ili kumlinda sister ikabidi yeye ndo amvute pale alafu ajisogeze agongwe sister awe salama. So akawa ameumia kweli kweli. Sister anahangaika pale, jamani msaada. Ikabidi achukuliwe huyo jamaa Duke apeleke hospitali. Bi mkubwa amepata taarifa, kunaambia vipi? Nini kimetokea? Akamwambia mama nilikuwa naondoka kazini, akajaribu kunisave. Akamwambia mwanangu una shida gani wewe, kila siku matatizo mwanangu, mbona ukui? Akamsema sana pale mwanawe. So baada ya kuwa ametibiwa daktari ikabidi aje hapo ape maendeleo yake. Akamwambia kuwa ameumia vibaya sana hususani uti wake wa mgongo. Kwa hiyo hata kuwa na uwezo wa kutembea kwa sasa. Akamwambia kwa hiyo tutembea milele? Hapana, hata utembea kwa sasa, lakini akipata matibabu mazuri, akipata mazoezi ya viungo vizuri basi atakuja kutembea, ingawa itachukua muda labda miezi 3 au 4. Kwa hiyo kwa sasa itabidi aendelee kutembelea wheelchair ama kutembea kwenye kiti kile cha matairi mawili. Sasa baada ya muda jamaa akawa ameruhusiwa, so ikabidi sasa aletwe huko nyumbani. Sasa sisi anauliza, wewe Jeff, hapa ndipo ambapo mnaishi? Akasema yeye ndipo tunapoishi hapa. Akamwambia mnawezaje sasa kuishi hapa na huyu yupo kwenye hali hii, mnakaa chumba kimoja, choo mpaka cha kutoka nje, unaoni kama itakuwa shida? Akasema hatuna namna, hii ndio sehemu ambayo tunaweza kuiafford, hii ndio sehemu ambayo tunaweza tukakaa. Nyewe wenyewe unajua kabisa mnamlipa 1.5 naira. Sasa naira 1.5 anaweza kaifanyia nini? Inabidi ale ajihudumie mwenyewe. Kwa hiyo imekuwa shida, inabidi aishi sehemu kama hii. Akamwambia mwezi mkaishi hapa. Akasema wewe nani kutuamulia tunaweza tukaishi wapi na wapi? Jamaa akarukia, uweze kutupangia sehemu ya kuishi, hebu tuache bana, hii ndio sehemu ambayo mimi nimeweza kulipia na ndio sehemu ambayo nitakaa, hebu niache. So ikabidi sister aache mdomo, akawa amewasindikiza mpaka sehemu ambayo wanatakiwa pale kukaa. Sasa amerudi nyumbani hapa, akamwambia bi mkubwa wake, nimewapeleka nyumbani kwao lakini hali ambayo wanaishi ni mbaya sana, alafu kwa yule mgonjwa haifai. Akamwambia kwa nataka nifanyaje? Akasema naomba unisaidie bi mkubwa, tuhamishe pale. Akamwambia wahamishe? Akasema siwezi kufanya hivyo kwa sababu sina pesa, naomba unisaidie mama, chukulia tu kwamba ni kama ni sehemu ya msaada, mimi mwanao nipo sorry, yani najisikia vibaya nikimuona yupo kwenye hali ile na mimi ndio ambaye nilisababisha. Amefanya vile kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya mtu mwingine yoyote, inabidi niwe responsible, nitake action kwa kile ambacho kimetokea. Bi mkubwa akasema
akasema kwa hiyo nikikusaidia itakuwaje? Akamwambia ukinisaidia mimi pia nitatenga muda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba namhudumia kwa kila ambacho anakihitaji. Unamhudumiaje? Akasema nitakuwa naenda kazini shift moja, let's say ya asubuhi, alafu usiku nitakuwa na spend night time, ama nitaenda usiku alafu asubuhi na mchana nitakuwa na spend night time. Akamwambia utaweza kweli? Akasema nitaweza. So baada ya muda kweli sister tunamuona hapo akawa amewaleta kwenye mjengo fulani hivi, mjengo wa kuchamba umbea, mjengo ambao ulikuwa ni mkubwa zaidi na mzuri. Kwao akasema hii ni sehemu yenu, mama ameinunua kwa ajili yenu, kwa hiyo mtakuwa mnaishi hapa kipindi chote ambacho wewe Duke utakuwa upo kwenye hali hiyo, lakini pia mbali hapo hata ikija ukapona bado mtaendelea tu kukaa humu. Wakawa wamemshukuru sana pale. Baadaye tunaona sister hapo anajaribu kumlisha mshikaji, anampa na dawa za kunywa nini, anamjali kwa sababu anajua yeye alipambana kwa ajili yake. Sasa baada ya kumpa dawa hapo akamwambia tangu ajali itokee hujasema chochote, hujaniambia chochote, hebu zungumza hata kidogo unisikie maneno kutoka kwako. Akamwambia nataka niseme nini? Unataka usikie nini kutoka kwangu au unataka niseme kwamba wewe ni arrogant, ni mtu ambaye hujali, mtu mpuuzi? Yani wewe duniani ni kama tu unajeza space inabidi hata uzaliwe uwe mti huko uache, yani unatunyima hewa, wewe una faida yoyote kwenye hii dunia. Hata wazazi wako wamepata hasara sana kukuzaa wewe. Wewe ni mpuuzi, ufai. Yani sijawahi kupata kumwona binadamu ambaye hana faida kwenye hii dunia kama wewe. Alimtukana sana siku hiyo, umbea ulichambwa sana, dada aliumia kweli kweli. Kuna siku alikuwa amempikia chakula, baada ya kumpikia chakula akawa amemwekea hapo. Sasa jamaa akasema hiki ni nini? Akasema chakula, nataka nikulishe. Akamwambia acha nitakula mwenyewe. Jamaa akachukua kijiko kaonja, akatema chakula. Akamwambia nini? Unataka kuniua au? Chakula mbona kibaya hivi? Yani umenifanya nikae kwenye hiki kiti cha matairi, hujatosheka, unataka kabisa kunimaliza. Nipe sumu au chukua kisu pale unichome uniue kabisa, maana ndivyo ambavyo unahitaji. Nini hiki? Dada ikabidi naye mwenyewe aonje. Baada ya kuonja akatema chakula ni kibaya. Akamwambia unaona unaona, yani uwezo hata kupika. Horrible person, mtu wa ajabu kabisa wewe. Sijapata kuona kitu kama hiki. Olivia amerudi nyumbani hapo akamwambia bi mkubwa wake kile ambacho kimetokea kule. Mama akamwambia unajua kwenye maisha yako umeumiza watu wengi sana. Mlinzi akichelewa kufungua geti unampiga, mfanyakazi akizidisha pilipili kwenye chakula unampiga, na wakati mwingine hata hakuwa amefanya makosa basi tu ulijisikia kuwapiga. Hivyo unavyojisikia wewe ndivyo ambavyo wao walikuwa wanajisikia. Mungu anakuonesha kuwa binadamu wote tuna emotion, binadamu wote tunaumia. Inabidi ujifunze kukea maumivu ya watu wengine. Hiyo ni funzo ambao unalipata kupitia wewe mshikaji. Inawezekana ameletwa kwenye maisha yako ili akufunze. Akamwambia mama, lakini mimi nimeshachoka, najaribu kuwa mtu mzuri, sijawahi kupika kwenye maisha yangu, lakini nilipika kwa ajili yake. Basi hata ku appreciate. Akasema hapana, wewe pia hujawahi ku appreciate kitu ambacho mtu mwingine amekifanya, na ndio maana Mungu anakupitisha kwenye daraja ili uelewe, ujifunze kuwa mwanadamu. Akasema mama, nataka niwe mtu bora, nataka niwe mtu mzuri, sijui nifanye nini. Akasema ongea naye, ongea na huyo jamaa, nafikiri atakuelewa tu. Ongea na Duke atakuelewa vizuri. Hasa wakati mwingine hapo Olivia amekuja na amemwekea Duke chakula, akawa anataka kumlisha. Jamaa akasema hebu lete kijiko nile mwenyewe. Save energy yako, save nguvu yako kwa ajili ya vitu vingine ambavyo vya kipuuzi unavyofanya fanya. Sister akasema kwa nini lakini mbona inakuwa hivi kila siku mimi naye tunagombana? Niambie, nataka nikuulize kitu. Kwa nini kama unaona mimi ni mtu ambaye sifai, bora ningezaliwa kuwa mti, bora ningezaliwa kuwa hata chula, sijui mende, bata. Yani kwa nini ulinisave siku ile? Kwa nini ulikubali kusave maisha yangu alafu ukajiweka wewe kwenye hatari? Kwa nini nakuuliza? Ungeniacha tu nife kwa sababu mimi sio mtu ambaye mwenye faida kwenye hii dunia. Akamwambia nilikusaidia kwa sababu mimi ni binadamu, nina huruma na nina feel vile ambavyo mtu mwingine anaweza akaumia. Kwa hiyo sikuwa nahitaji wewe umie. Akasema exactly, hata mimi pia nahitaji kujaribu kuwa mwanadamu, najaribu kujifunza. Kwa hiyo ukiwa unanifanyia hivi vitu vya kunisema, vya kunifanyaje, najisikia vibaya. Nahitaji unipe chance ya kuprove myself. Naomba unipe nafasi ya kuonesha tena kwamba naweza kuwa mtu mzuri, please. Jamaa ile maneno akawa amemuingia, akamwambia sawa basi, nimekusamee, kuanzia sasa kila kitu kipo sawa. Dada akamwambia kwa hiyo naweza nikakulisha? Akamwambia nilisha. Akachukua kijiko pale akawa analishana. Dada amerudi huku nyumbani analia, machozi yanamtoka. Akawa anamuomba Mungu, anasema Mungu nisaidie kuwa mtu bora, ondoa hii hali ya Charity James ndani yangu. Naomba Mungu nisaidie nisiwe na hasira za haraka haraka, kwa kweli nakuomba sana. Kwa baada ya hapo tunamwona mshikaji wetu huko akiwa anafanywa matibabu yale, ananyoshwa viungo na nini na mtaalamu wa viungo hapo ili awe sawa. Wakati mwingine tunaona sister yetu hapo Olivia pamoja na jamaa yetu Duke wakiwa wanaendeshana kwenye kibaskeli hicho, wakawa wanaambiana unajua mimi nachekesha sana. Akamwambia uchekeshi bwana, mimi nachekesha zaidi. So stories hapa na pale zinapigwa na nini. Walikuwa wameshaanza kuwa marafiki taratibu kidogo kidogo, na jamaa kila siku hali yake ilikuwa inazidi kuwa nzuri. Siku hiyo Jeff hapo alikuwa anazungumza na mshikaji wetu Duke, akamwambia vipi kuhusiana na ule sister, sasa hivi unamuonaje? Akaambia yani sasa hivi amekuwa ni mtu mzuri, ana huruma, yani na kile kitu ambacho kinamfanya mtu wa binadamu mzuri. Kwa kweli nimejikuta nikiwa na urafiki naye wa karibu sana. Akamwambia yani hapa tangu tumeanza kuzungumza umeshamtaja huyo dada karibia mara 10. Niambie kuna kitu gani kinaendelea kati yenu? Akasema mambo yanaweza katokea, unajua tena mambo yanaweza katokea kidogo kidogo. Hasa kwa bahati nzuri sister alikuwa anasikiliza kule, alikuwa amejificha hivi anasikiliza kile kinachoendelea pale. Akasema hiyo kumbe jamaa ananipenda, jamani handsome boy ngome kongwe ananipenda na mimi. Sasa baada ya kuwa imepita kama mwezi mmoja hivi
tunaona huyo mama yake hapo Olivia yupo na rafiki yake ama shoga yake, mtu mzima mwenzake, mshangazi mwenzake. Akawa anamwambia, unajua Olivia sasa hivi imebadilika sana. Namshukuru sana yule kijana, baada ya kuja kwenye maisha yake kila kitu kinaonekana kuwa sawa, lakini ukaribu wao unanitia mashaka sana. Sihitaji mwanangu awe kwenye mahusiano na huyu jamaa. Akamuuliza, kwa sababu gani hutaki wawe karibu? Akasema, sitaki wawe karibu kwa sababu watakuwa kwenye mahusiano. Yule jamaa unajua kabisa ni security tu, ni mlinzi, kwa hiyo hawezi kuwa na mwanangu. Mwanangu anahitaji mtu ambaye kidogo hadhi imeenda juu, anahitaji mwanaume ambaye anaweza akasimamia vitu vikubwa, mwanaume mwenye vision, mwenye elimu kubwa, sio kama yule jamaa security. Sasa rafiki yake akamwambia, wewe kila siku umekuwa ukisema mwanao awe mwanadamu bora, sijui afanyaje, anajaribu kuwa mwanadamu bora, wewe ndo unaingia sasa kwenye sehemu ambayo mwanao alikuwepo. Yani wewe unakuwa mwanao na mwanao anakuwa wewe, si waelewe nyinyi. Sasa wakati mwingine tunaona mshikaji wetu hapo na sister wapo zao sebuleni wanaangalia movie, yuko ameshikana, jamaa ameweka mkono kwenye bega la dada pale, kana kwamba tayari kama kuna vitu vinaendelea. Bi mkubwa akawa anatazama kwa juu kule, akasema hapa nisipofanya jambo hapo kuna kitu kibaya kinaweza ikatokea. So akaja hapo chini akasema, naona mna enjoy. Akamwambia, tuna enjoy. Duke, kwa sasa naona ushapona, lini utakuja kazini? Duke akasema, mama, nafikiri kwenye siku kadhaa zijazo. Akasema, hapana, nahitaji uje kazini kesho. Kesho mama? Kwa sababu unaona umeshapona, kila kitu kipo sawa kwa upande wako, naomba kesho ujiandae uje kazini. Olivia akawa anatetea pale, anaambia, mama hawezi kuja kazini kesho, huyu hajawa sawa vizuri, inabidi arekave vizuri. Akasema, hapana mwanangu, huyo yupo sawa, inabidi aje kazini, huyo ni mtu strong, unaona hiyo kidume cha mbegu kabisa huyo. Sasa Olivia ikabidi amfuate mama yake. Mama, nini kinaendelea? Mbona umemwambia Duke aje kazini kesho? Kwani kuna ulazima gani? Akaambia, mwanangu ameshapona na sipendi kile ambacho kinaendelea kati yenu, mmekuwa karibu sana, hii jambo inanitia mashaka mimi. Dada akasema, mama, kitu gani kinakutia mashaka? Kinachonitia mashaka ni ukaribu wenu, hamwezi mkawa karibu vile. Dada akamwambia, mama, yule ni rafiki yangu na nampenda. Akasema, urafiki utakuja kuzaa vitu vingine, mimi sihitaji uwe kwenye mahusiano na mtu kama yule, common gate man. Olivia akamwambia, mama, wewe ndio ambaye kila siku umekuwa ukisema nisijaribu kuwaweka watu kwa madaraja, lakini anashangaa leo wewe ndio umekuwa huyo mtu, sio jambo zuri hilo. Sasa baada hapo mshikaji Duke alikuwa ameondoka, amekuja sema mambo yanaishi. Sasa amefika tu hapo, amekaa kama risali moja, anashangaa mlango unagonga, ndo ufungua, anamuona Olivia. Olivia, umefuata nini hapa? Ilikuwa ni usiku kidogo. Akamwambia, nimekuja kwa sababu nataka nizungumze na wewe, najisikia furaha sana nikispend time na wewe tukiwa pamoja, na feel kuwa na amani, lakini pia mama amesema kuwa hataki kutuona tukiwa pamoja na amenikataza kabisa nisije nyumbani kwako. Akasema, kitu gani nimefanya? Au hujafanya chochote, ana feel tu kuwa tutakuwa kwenye mahusiano na hataki mimi na wewe tuwe kwenye mahusiano, lakini mimi napenda kuwa karibu yako, napenda kuspend time na wewe. Jamaa naye akajibu, mimi pia napenda kuspend time na wewe. So akawa wamekumbatiana. Wakati wamekumbatiana, bi mkubwa huyo ghafla akawa ameingia pale, akamlamba kibao mshikaji, akamwambia, uko unataka kutumia advantage ya mwanangu umeshaona kwamba hii ni familia ya kitajiri, unataka kuingia nayo kwenye mahusiano ukijua kuwa unaweza kupata urithi, hapo upate chochote. Huyo Olivia akamwambia, mama, mbona unakuwa hivyo? Akasema, huyo anataka kutumia advantage yako wewe, anaona kabisa ile ajali imemweka kwenye mazingira fulani hivi ambayo anaweza akawini moyo wako na baadaye mje kuwa kwenye mahusiano ili apate hizo mali zetu. Hapana, liweze likatokea. Jamaa akasema, bi mkubwa, mimi sipo hivyo, mimi sihitaji mali zenu, mimi nipo karibu na Olivia kwa sababu nampenda. Olivia naye akasema, mama, hakuna kitu ambacho tutanipangia, mimi ni mtu mzima, huyu ni mwanaume ambaye nampenda, mwanaume ambaye moyo wangu ndio umemchagua, kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitatokea zaidi ya upendo tu hapa katikati, mimi siwezi kumwacha huyu mwanaume. Bi mkubwa akamshika mkono mwanae akamwambia, tuondoke. Akasema, hapana, siondoki hata kidogo. Akamvuta na mwisho wa siku akawa ameondoka naye. Amerudi naye nyumbani huko akawa amemchambia sana umbea hapo. Sister akasema, hapana mama, huwezi kunipangia, kwa sasa mimi ni mtu mzima, nitafanya vile ambavyo nahitaji, nampenda yule mwanaume na moyo wangu umeshamchagua. Akamwambia, lazima uachane naye. Akasema, nisipoachana naye itakuwaje? Akasema, nitakufungia tu ndani. Akasema, ukinifungia ndani hakuna chochote ambacho kitatokea kwa sababu yupo hapa moyoni, siwezi kumfuta. Kesho yake asubuhi na mapema jamaa amekuja kuripoti kazini, amekumbatiana hapo na mtoto mzuri Olivia, alafu ikabidi aende ndani. Amefika hapo kwa mama, bi mkubwa akampa barua. Baada ya kumpa barua akamuuliza, hii ya nini? Akasema, nataka nikusomee. Jamaa akabidi afungue pale aisome. Anakutana na barua kuachishwa kazi. Akamwambia, bi mkubwa, nimefanya nini? Kitu gani kibaya ambacho nimekifanya? Hii ni kampuni yangu, nafanya vile ambavyo nahitaji. Akamwambia, unajua hii kabisa haihusiani na utendaji wa kazi, umefanya hivi kwa sababu mimi nipo karibu na mwanao. Akamwambia, ndio, unasemaje sasa? Akasema, nikwambie tu, siwezi kukata tamaa, lazima nitakuwa na mwanao, iwe isiwe. Alafu mshikaje kama ameondoka zake pa. Amekuja hapo akamuonesha sister ile barua. Sister akawa amechukia sana. Akaingia ndani akamkuta bi mkubwa wake anazungumza na simu. Akamwambia, mama. Bi mkubwa akaendelea tu kuzungumza na simu huko anacheka. Akachukua simu ile akaizima. Bi mkubwa akamrukia na kibao. Akamwambia, wewe kwa nini umekata simu yangu? Nakuuliza, kwa nini umekata simu yangu? Mimi ni mama yako, mpuzi wewe. Uwezi ukanifanyia hivyo, kuwa na adabu. Akamwambia, mama, yule mwanaume ninampenda, na kwa sababu ya hichi ambacho umekifanya leo, nikwambie tu, mimi naondoka hapa kwenye kampuni yako, naacha kazi na hakuna kitu chochote ambacho unaweza ukanifanya. Sister akawa ametoka zake pale, kamshika mkono mshikaji hao mpaka nyumbani. Wamefika hapo, sister anamwambia, nimefanya hivi kwa ajili yako, nakupenda sana Duke, hakuna mwanaume ambaye nimefeel hivi moyo wangu kumpa kama wewe. Kwa hiyo nipo hapa kwa ajili yako, niambie
niambie vile ambavyo wewe una feel pia. Jamaa akawa anajingatangata. Akamuuliza, kwa nini ufili chochote kuhusu mimi? Akamwambia, unajua. Sister akasema, hakuna shida, nisamehe kwa sababu mimi nilijua wote tuna feel the same way, kwa hiyo ndio maana nikaamua kukuambia ukweli, lakini kama haunipendi basi hamna shida. Kana nataka kuondoka, jamaa akamshika mkono akamwambia, nakupenda Olivia, nakupenda kweli, ni basi tu nimekuwa na wasiwasi kwa sababu mimi ni common security gate man, kwa hiyo naona sikufai, una hadhi ya kuwa na mimi. Akamwambia, hapana, mimi sihitaji chochote zaidi ya mapenzi yako, nahitaji mapenzi yako, nahitaji kuwa karibu na wewe, nikiwa nawe najisikia furaha, kwa hiyo wewe ndo maisha yangu, wewe ndo kila kitu kwangu. Sasa baadaye sister amerudi nyumbani, akamkuta mama yake anamsubiria. Akamwambia, ulikuwa wapi? Akamwambia, nilikuwa kwa Duke. Nilishakwambia huyu mwanaume achana naye, mbona usikii? Akasema, kwa nini nisipoachana naye utafanyaje? Usipoachana naye naweza nikakufukuza ndani ya nyumba hii. Akamwambia, oh basi hamna shida. Sister akawa ameenda kuchukua begi lake anaondoka. Huyo mfanyakazi akawa anamzuia, akawa anamuita mama yake, bi mkubwa anaondoka huyu. Bi mkubwa baada ya kushuka anamuuliza Olivia, unafanya nini? Akamwambia, naondoka kwa sababu umeshaniambia kama sijaachana na huyu jamaa basi utanifukuza nyumbani kwako. Kwa hiyo siwezi kusubiria muda wa kunifukuza wewe, nimeamua kujiondosha mwenyewe. So zikatokea pale mbilingi za hapa na pale, lakini sister akafanikiwa kuchukua begi lake na kuondoka zake. Baada ya kutoka tu, bi mkubwa akampigia simu Duke akamwambia, mwanangu anakuja huko, naomba akija umfukuze. Lakini baada ya sister kuingia, mshikaji akachukua begi akaingiza ndani akalala nayo usiku huo. Bi mkubwa asubuhi sana akawa amefika, akamchapa kibao, akamwambia, kwa nini unafanya hivi? Nilikuonya kuwa inabidi akija hapo umfukuze. Akasema, siwezi kufanya hicho kitu kwa sababu nampenda sana mwanao, lakini nawezaje kumruhusu love of my life aondoke usiku ule? Hilo jambo liwezekani. Bi mkubwa akatoa cheki pale kwenye begi lake akamwambia kwamba andika kiasi chochote cha pesa ambacho unakihitaji, lakini kwa sharti la kuondoka kabisa kwenye huu mji na kuachana na mwanangu kwa sababu sihitaji kukuona ukiwa karibu naye. Jamaa akachukua ile cheki alafu akaichana pale akamtupia bi mkubwa, akamwambia, mapenzi yangu haiwezi kununuliwa kwa pesa, kwa hiyo hakuna ambacho utapata, mimi siwezi kumwacha mwanao kwa sababu nampenda sana. Bi mkubwa akamwambia, wewe ni mpuzi sana wewe, utakufa maskini kwa ujinga wako. Alafu akawa ameondoka zake pale. Sasa baada ya kuona kuwa haelewi, bi mkubwa akatuma watu kwa ajili ya kumpiga, ikiwezekana wamuue kabisa huyo mshikaji. So ameingia hapo akaanza kucheza naye. Sasa umepiga kwa bahati nzuri Olivia ambaye alikuwa ameenda kwenye interview ya kazi mahali, alikuwa amerudi mapema kuliko inavyotarajiwa. So baada ya kufika pale akamwambia, nyinyi mwacheni. Kwa bahati mbaya wakamsukumiza na kumpigisha ukutani. Dada akawa amepoteza fahamu pale. Jamaa akanyanyuka akamchukua Olivia akampeleka hospitali na baadaye akampata bi mkubwa. Akamwambia, kwa nini umefanya hivi Kwa nini umefanya hivi? Mwanao kwa sasa yupo kule hospitali kwa sababu yako, kwa ujinga wako. Wewe uliamua kutaka kuniua kwa sababu tu mimi nampenda mwanao. Akamwambia, niambie mwanangu kwa sasa naendeleaje? Naomba unisamehe kwa hicho ambacho nimekifanya. Ikabidi wakawa wazungumze. Bi mkubwa akamwambia, sikuwa nakataa mapenzi yenu kwa sababu ya kwamba ninakuchukia au vipi, hapana. Nilikuwa nimekataa mapenzi yenu kwa sababu ya kampuni. Nilikuwa naona akiwa na yeye pengine kampuni yetu inaweza kapotea mikononi mwako. Nilikuwa nakuona kama kijana ambaye unataka kutumia tu fursa na sio vinginevyo. So hicho ndicho ambacho kilikuwa kinaniingia kichwani mwangu. Jamaa akasema, naomba kama kuna uwezekano unisainishe dokumenti zote zile ambazo zitaonesha kuwa sitopaswa kurithi mali yoyote inayotokana na utajiri wenu, lakini niendelee tu kuwa na mwanao kwa sababu nampenda. Na mkubwa akamwambia, nakuomba unisamehe kwa hicho ambacho kimetokea, naomba usimwambie mwanangu kuwa nilituma watu kwa ajili ya kukudhuru. Mshikaji akasema sawa, hamna shida. So baadaye tunakuja hospitali huko, jamaa anamuuliza mpenzi wake, mchumba wake Olivia, nini hali yake inaendeleaje? Olivia akasema inaendelea vizuri. Wakati unabonga pale, ghafla bi mkubwa naye akawa ameingia hapo, akamwambia, ukafuata nini hapa? Olivia anauliza, akasema mama yako lakini amekuja kukutazama. Hapana, sijasema aje kunitazama, kafuata nini hapa? Akamwambia, naomba umsikilize kidogo, anavya kuzungumza na wewe. Akamwambia, Olivia mwanangu, naomba unisamehe sana kwa nilichokifanya. Naomba unisamehe mno. Najua sikuwa mama mzuri hivi karibuni na sikuwa naangalia furaha yako, nilikuwa naangalia matakwa yangu. Kwa hiyo naomba unisamehe kwa nilichokifanya na najutia kwa kila kitu. Naomba sana unisamehe. Na nimegundua kuwa furaha yako ni bora kuliko ego zangu. Kwa hiyo nimekuruhusu kuwa na mwanaume ambaye unamhitaji na muendelee na maisha yenu. Akasema, mama unamaanisha nini? Jamaa akarukia Duke, anamaanisha kwamba ametupa bless. So sister akawa amefurahi pale, anataka kunyanyuka, lakini ndio hivyo alikuwa anaumwa. Na mwisho wa siku bi mkubwa akawa amekaa chini pale, akawa amewaambia kwamba kila kitu kipo sawa jamani. Niwapa bless zangu zote, muoane, mje kuzaa watoto wengi ambao watakuwa na adabu na watamtumikia Mungu. Mimi naitwa Mustafa Mtupa na hii Ndigilalika, ngome kongwe, mtoto mkulima, mwamuzi wakati mviziaji. Nacheza kama hivi, nacheza kulia, nacheza kushoto. Usisahau kusubscribe, comment, kushare na kulike kadri wezavyo. Mlumbi hapa, mwana balaga, mtoto wa mkulima, mwamuzi wakati mviziaji. Ciao.